Unachotakiwa kujua ni kwamba Iran haipo karibu na Israel hata kidogo, wala sio majirani kama ilivyo kwa Kenya na Uganda. Ni wastani wa umbali wa zaidi ya kilomita 2300 kutoka Iran mpaka Israel, yaani safari ya Tanzania mpaka Zimbabwe. Unavyoona makombora ya Iran yametua Israel, tambua kwamba yamesafiri umbali mrefu sana hadi kufika kwenye lengo husika. Wala sio rahisi hata kidogo kwa makombora ya Iran kuifikia ardhi ya Israel. Unajua ni kwa nini? Kwenye mataifa karibia yote ya Mashariki ya Kati, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Jordan, Syria, Iraq, Oman, Afghanistan na Falme za Kiarabu, kuna kambi za kijeshi za Marekani. Hapo sasa ongeza na kambi zingine za kijeshi za Marekani zilizopo Uturuki, Azerbaijan, Turkmenistan pamoja na meli kubwa za kivita zilizopo baharini. Kwenye hizo kambi zote kuna rada ambazo zinatoa taarifa juu ya ugeni wa makombora ya Iran. Baada ya hapo, mifumo ya kulinda anga inaanza kuyashambulia makombora ya Iran kutokea kwenye kambi zote zilizopo karibu na Iran. Mwisho kabisa, yanapofika kwenye anga la Israel, kuna mifumo ya anga kibao ambayo inapambana kuyazuia makombora ya Iran. Pale Israel, wana mifumo ya anga kama David Sling, Iron Dome, THAAD, Arrow 1 na 2 pamoja na rada kubwa ya kisasa kutoka Marekani, TPY-2. Cha ajabu, licha ya uwepo wa vizuizi vyote hivyo, lakini makombora ya Iran huwa yanasafiri na kudondoka salama kwenye ardhi ya Israel. Achana na mifumo ya anga pamoja na rada lukuki zilizopo kwenye kambi zote za jeshi la Marekani, ndege za kivita za Marekani, Uingereza na Ufaransa huwa zinafanya doria kwenye anga la mataifa yote ambayo yana kambi za kijeshi za Marekani. Lakini bado makombora ya Iran yanasafiri umbali mrefu na kufanikiwa kuwachimba na kuwavua nguo wateule wa mchongo. Ndio maana Iran alianza kuzipasua kambi za kijeshi za Marekani zilizopo kwenye mataifa yote ya Kiarabu, kwa maana huwa zinatumika kuzuia makombora yao yanayoelekea Israel. Iran, mtamwelewa taratibu. Endelea kunifuatilia, usisahau subscribe.